Jamani, habari zenu. Mimi ndugu yenu Afe Polepole. Leo sitaongea mambo magumu. Niliona nitumie nafasi hii kufafanua jambo moja ambalo limejitokeza hivi karibuni. Niliwaeleza habari ya mtungi wa gesi, si ndio? Kule Cuba unauzwa shilingi 2000 ya Tanzania. Hii mitungi ya gesi imeizoea 2000 ya Tanzania. Kabisa, yani buku moja, buku mbili unakamata mtungi wa gesi, unapikia nyumbani kwako mwezi mzima. Na hoja yangu mimi ilikuwa ya kwamba haiwezekani katika nchi yetu gesi tunayo, halafu inauzwa 56,000 mpaka 60,000. Umenielewa? Hiyo ni mara 30 zaidi. Hilo mimi kwangu mimi halikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu nimekwenda kwa kodi zenu, kwa kutumwa na wakuu wetu kwenye nchi nyingine, kama mtu mtafuta taarifa, kwa sababu ndo kazi kuu ya balozi. Nimetafuta taarifa, nimegundua ukweli huo kwamba hapa nyumbani hatuwatendei haki wananchi. Sasa nimekuja kupateni ushahidi. Sasa ushahidi unaweza usiukubali usipojua ni kwa kiasi gani mimi ndugu yenu ninapopelekwa kwenye kazi huwa naifanyia kazi kweli kweli. Kwa Cuba, au kama tunavyoitamka sisi tulokaa Cuba, tunasema Cuba. Cuba ninaijua hapa. Unaelewa? Ndivyo ninavyoifahamu Cuba. Yaani nimekwenda kila eneo katika nchi ya Cuba. Cuba ni nyembamba hivi, afu ndefu. Kiko kama Malawi. Unaanza huku magharibi, kuna mji pale unaitwa Maria la Gorda. Maria la Gorda. Maria la Gorda maana yake Maria mnene. Maria mwenye nyama nyama, Maria la Gorda. Alafu unakuja Isabel Rubio. Isabel Rubio maana yake ni Isabel mwenye nywele zile kama za dhahabu za kizungu zile. Isabel Rubio. Kutoka Isabel Rubio unakuja San Cristobal. Kutoka San Cristobal unaingia Las Terrazas, Artemisa. Umeelewa? Artemisa unaingia La Habana, au ni mnaisema Havana kwa Kiingereza. Ukitoka Havana kuna njia mbili. Kuna moja iko kaskazini, unanyosha moja kwa moja kama kilomita 100 hivi, unafika mji unaitwa Matanzas. Ni mji unafanya uvuvi sana, umeelewa? Alafu mbele ya Matanzas unapata mji mwingine unaitwa Varadero. Huu ndio mji wao wa utalii. Kuna hoteli pale Varadero, na Varadero ni kama Kirasi, si ndio? Kina kilomita 30. Pale kuna hoteli ambazo zina uwezo wa kubeba vitanda 50,000. Hii nitakuja kuwaeleza baadaye kwamba kwenye utalii si tunacheza, umeelewa? Alafu hoteli ya nyota 5 unaipata pale kwa $75. Sio kama unanielewa? Ruti ya pili unaipiga katikati hapo, unatoka La Habana unafika Mayaweke. Mayaweke ni mahali wanalima matunda, viazi. Unajua mahitaji yale ya mboga mboga, chakula kutoka mashambani. Mayaweke unapiga moja ndefu mpaka mji mmoja unaitwa Santa Clara. Santa Clara ndipo ambapo amezikwa Ernesto Che Guevara de la Serna. Simeelewa vizuri kiufupi Che. Hapo Santa Clara. Ukitoka Santa Clara unakwenda Sancti Spiritus. Sancti Spiritus kuna papo unakata kona moja kali kushoto, afu unakata kona moja kulia. Ukitoka Sancti Spiritus unapiga ndefu tena mpaka mji unaitwa Ciego de Ávila. Ukitaka Ciego de Ávila unapiga ndefu mpaka Camagüey. Camagüey ni moja wapo ya miji mikubwa mitatu kule Cuba. Ukitoka Camagüey unapiga nyingine ndefu mpaka mji unaitwa Las Tunas. Ukifika Las Tunas kuna pacha mbili. Pacha ya kaskazini na kupeleka Holguin, ndiko alikozaliwa Comandante NF Fidel Castro Ruz, umeelewa? Ambaye tunamuita baba wa mapinduzi ya Cuba ya mwaka 1959 na kiongozi wa kihistoria, ndio Mwalimu Nyerere wao. Katika pacha ukipiga kushoto chini kutoka pale Las Tunas, hiyo unaipiga ndefu mpaka mji unaitwa Bayamo, umeelewa? Bayamo kuna vyuo vikuu pale, ni mji mwingine mzuri sana. Una usanifu wa majengo ya Ulaya hivi. Hapa nyuma nilipokuambia pale Santa Clara, ukipiga chini kusini unakuta mji mmoja unaitwa Cienfuegos. Cienfuegos Kiswahili chake ungesema mioto 100. Cien maana yake 100, fuegos maana yake moto. So 100 fires.
Hata tunarudi tuko Bayamo. Ukitoka Bayamo unanyosha mbele tena unafika mahala kunaitwa Santiago de Cuba. Santiago de Cuba ndiko ambako kulikuwa kitovu cha mapinduzi ya mwaka 59. Pale ndo kuna ile milima ya Sierra Maestra ambapo Fidel Castro, Che Guevara, umejua Comandante Camilo Cienfuegos, umejua na wengine walipiga sana pale, piga sana nili vyuma mpaka wakamtoa dikteta Batista. Kutoka Santiago de Cuba pale ndo amezikwa Fidel Castro, Comandante Fidel Castro, Comandante el Jefe Fidel Castro, yani pale wanasema amiri jeshi mkuu wa mapinduzi ya Cuba na kiongozi wa kihistoria amezikwa Santiago de Cuba. Ukitoka Santiago de Cuba ukipiga tena nyingine ndefu unatokezea Guantanamo. Pale ndo watu wengi mnafahamu kuna ile sema ambayo inakaliwa kwa mabavu na nchi ya Marekani. Na ukitoka pale Santiago pale Guantanamo kuna njia moja unaichukua baharini afu unapanda milimani vibaya mno, yani Kitonga inasubiri, Nyang'oro inasubiri, unakwenda kutokezea mji mmoja unaitwa Baracoa. Sio kama unaelewa vizuri, huo mji umefungwa Cuba kwa miaka mingi sana. Alikuja kuitoboa barabara ya kufika Baracoa Comandante el Jefe Fidel Castro. Afu point ya mashariki zaidi mwa Cuba inaitwa Punta de Maíz. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi Cuba nimeenda kila pahala. Hata ukiniuliza pale La Habana au nimeita Havana, kila pahala nimekwenda maeneo ambayo mtu hata Mcuba anasema umefika hapa? Ndio. Nitakupatia maeneo kama 3 hivi kwa pale Cuba, maeneo maarufu sana. Pale Cuba imegawanywa, ile Havana imegawanywa kwa manispaa, wanaita municipio. Mimi nyumba ya ubalozi iko katika Municipio de Playa. Hiyo ni manake hiyo ni manispaa ya beach au playa. Afu kile ki sub municipality kinaitwa Kubanacan. Kubanacan ndipo ambapo kulikuwa kuna ukumbi mkubwa wa mikutano. Nyumba za viongozi, wageni wake wengi walikaa. Kuna eneo limezungushiwa na nyumba za viongozi inaitwa Laguito. Na hata siku nitawasimulia siku nyingine, anahitimisha utumishi wake katika nchi ya Cuba Che Guevara, mambo yalimalizika Laguito. Eneo lingine ambalo mimi nimelipenda sana ni kama mwananyamala yao fulani inaitwa Municipio Marianao. Yani huko yani mwananyamala yani nilikuwa napapenda sana. Umeelewa? Huko Marianao kuna Larissa. Kutoka Larissa kwa mfano kama unaenda moja kwa moja Marianao, Larissa, mbele kule kuna sehemu inaitwa Bella 26, yani mzuri, miaka 26. Afu nenda mbele tena kuna sehemu inaitwa Novia de Mediodía, wanasema mchumba wa mchana. Unaenda mbele moja kwa moja ngoma inaitwa Punta Brava. Kule ndo nimeenda kuzijua mara ya mwanzo bei za mitungi ya gesi. Punta Brava, muuze mtu anakuja Havana, Punta Brava unakujua. Haya, ukirudi huku town kuna Centro Havana, balozi nyingi ziko katika eneo la Miramar, ziko kando ya barabara, mtaa mkubwa Cuba unaitwa Quinta Avenida ama Fifth Avenue. Ukitoka hapo au sababu bwana unaenda Miramar, unaenda Bernardo. Bernardo ndio eneo ambapo middle class fulani wanakaa, magorofa mengi yako pale. Ukitoka Bernardo mbele ndo Centro Havana. Unaelewa? Centro Havana. Ukitoka Centro Havana ukipandisha kama kaskazini unakwenda Havana Vieja, yani Old Havana. Ukitoka Old Havana ukarudi Bernardo ukapanda juu unatoka sehemu inaitwa Nuevo Bernardo, yani New Bernardo. Ni maeneo yaliyojengwa mapya na watu wamehamia, ni kidogo kama ushuani fulani hivi. Lakini eneo mimi nimelipenda sana ni mahali ambapo Plaza de la Revolución, hiyo ndio Revolutionary Square, ambapo ikulu iko pale, makao makuu ya chama yako pale na baraza la mawaziri. Umeelewa? Hayo mambo matatu yako pamoja na yapo katika Municipio Plaza de la Revolución, lakini wanakuambia mamlaka ipo Cerro. So ile Plaza de la Revolución kimsingi ipo ni kama ilikuwa imemegwa
lakini ilikuwa sehemu ya Municipio de Cerro. Pale Cerro ni eneo fulani pazuri fulani, lakini bado ni kama eneo fulani unaweza kama vile Temeke Tandika hivi, ushafahamu. Ukienda mbele kidogo Cerro mbele utakuja kuitokezea tena Centro Habana. Hapo katikati kuna eneo mimi nimelipenda sana ito Cayo Hueso. Sisi kama nilifahamu vizuri. Kwa hiyo then kuna upande wa airport, kuna upande wa Arroyo Naranjo, Arena, maeneo yote haya. Kwa nini nimesema hivi? Nimesema hivi kumsaidia Bwana Ezekieli kufahamu ya kama mimi Cuba sikwenda kubahatisha. Nilikwenda kuichapa kazi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wivu mkubwa. Ndio maana nimeambia kuna siri siwezi kuzisema kwa sababu hata mabalozi waliokuwepo pale wa Afrika hawajui. Uzembe huko hapa Tanzania, kuna siri nzito ambazo zinaweza kunufaisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Afrika nzima. Shida hapo viongozi, shida mtihani, hawalindi maslahi ya nchi, hawatambui. Yani wapo kama hawapo, ushafahamu. Sasa hiyo siwezi kuyasema kwa sababu nikiyasema nchi nyingine zitakimbia kwenda kuchukua hiyo fursa, na mimi nasema sitasema mpaka tukapata uongozi ambao unaweza kwenda kulinda maslahi ya Tanzania na kuzichukua fursa hizo. Sio kama naelewa vizuri. Sasa basi, mitungi ya gesi Cuba. Kumbuka Cuba is a socialist economy. Umeelewa? Is a socialist economy, ni uchumi wa kijamaa, na katika mifano bora ulimwenguni ya chumi zilizofanikiwa za kijamaa ni Cuba, ni China, ni Vietnam, ni Korea Kaskazini, na wengine nitawafanulia siku nyingine. Lakini Cuba pamoja na changamoto walizokuwa nazo, bado wana vikwazo visivyo haki vya kiuonevu walivyowekewa na serikali ya Marekani. Kwa napozungumza Cuba, naizungumza with a heavy heart. Naizungumza Cuba nikiwa na moyo mzito kwa sababu najua wanaonewa, lakini wamepambana kutetea na kuulinda uhuru wao kama taifa na kulinda maslahi yao, na wameendelea kuwa ndo rafiki mkubwa wa Afrika kutoka katika ukanda ule wanaita Western Hemisphere, ukanda ule wa Marekani, Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini. Cuba ndo ana ties kubwa zaidi na Afrika. Sasa turudi katika uchumi wa kijamaa. Serikali inawapa kila kitu watu wake katika namna ya ajabu sana, ambayo ukiwa balozi wa kidesturi hutajua. Ukiwa mtalii umeenda hapo umesepseve hela uende ukatalii pale hutajua, umenielewa? Ama ukiwa mfanyabiashara umeenda pale kutafuta biashara hutajua. Inamtaka mtu ambaye yuko pale kwenye mwenelewa misheni maalum ndio anaweza kujua vitu hivi. Mtungi wa gesi Cuba, nitakupatia ni kitu kimoja ambacho watu kwenye conventional economics akiapply, but Cuba kinafanyika. Kwa mfano, Cuba kuna viwango vya kubadilisha pesa za kigeni vitatu. Kuna kiwango rasmi cha serikali, kuna kiwango cha mashirika na wananchi umma, afu kuna kiwango kisicho rasmi katika wanaita black market, katika soko lisilo rasmi. Unanielewa? Sasa tutazungumza kuhusu mtungi wa kilo 10. Sawa? Tukisema mtungi wa kilo 10, ili uelewe ile 2000 inatoka wapi ya mtungi wa kilo 20 ambao unatumika kwenye mahoteli na maeneo mengine makubwa. Alafu kuna mitungi ya kilo 10 ambayo inatumika kwa watu na kilo 12.5. Tuanze na huo wa kilo 10. Mtungi wa kilo 10 utajuaje bei yake kutoka pesos cubanos, yani Cuban pesos, kwenda kwenye Tanzanian shillings? Nitakwambia. Tutatumia dola kama kiunganishi. Dola moja ya Marekani kwenye kiwango kinachodhibitiwa cha kubadilisha fedha na serikali ya Cuba, hicho akiangalia convention of the international economics, hapana, hichi wameweka wao, unataka utaki lala mbele. Ni dola moja ni pesos cubanos 24. Sasa tukichukua hii dola moja pesos cubanos 24, nitasema pia dola moja ni sawasawa na 2650 ya Tanzania. Hii ndio rate rasmi
ya serikali na ndio tunaitumia sisi tunapokuwa kule nje. 2650 ni sawa na pesos cubanos 24 kwenye kiwango cha kubadilisha hela kilichodhibitiwa, inaitwa controlled exchange rate. Sasa nataka nitawapatia bei hizo tatu zote ili uweze kuelewa vizuri. Kwa nini nikisema mtungi wa kilo 10 ni shilingi Cuban peso 180. Sawa? Kwa tutasema 2650 ni sawa na 24. Je, 180 itakuwa shilingi ngapi? Hapo ndo tunachukua calculator. Tuchukua calculator itasema hivi 2650, si ndivyo? Mara, mnielewa? Tunateremka chini hivi 180, 180, si ndio? Gawanya kwa 24. Utapata mtungi wa kilo 10 wa gesi kule Cuba utakuwa shilingi 19,875. Hii ni bei ya kwanza. Ambapo mimi nitakwambia hii sio halisi, kwa sababu huu ni sawa na nusu ya mshahara wa mtu wa kawaida Cuba. Maana mtu wa kawaida Cuba ambao mimi nimewaona na nimeishi nao hawawezi kuafford kwa bei hii. Tunakwenda kiwango cha pili cha kubadilisha hela. Kiwango cha pili cha kubadilisha hela ni dola moja ya Marekani ni sawa na pesos cubanos 120. Haya, kwa tutasema 2650 sawa mara 180 ambapo ni bei ya mtungi, gawanya kwa 120. Utapata mtungi wa kilo 10 kwa pesa ya Kitanzania katika rate ya umma ni shilingi 3,975. Mmenielewa mpaka pale? Mtungi wa gesi wa kilo 10 Cuba katika kiwango cha kubadilisha hela cha umma na mashirika ya umma ni shilingi za Kitanzania 3,975. Tuende kiwango cha tatu ambacho ni cha kwenye soko lisilo rasmi lakini kina reflect maisha yanapokwenda kule Cuba. Itakuwa 2650, si ndivyo? Mara 180, 180, si ndio? Gawanya, umenielewa? Kwa 400. Hiyo ndio dola moja ni sawa na pesos cubanos 400. Utapata 1192 na nusu. Huo ni mtungi wa kilo 10. Haya, mara mbili 1192 mara mbili, si ndio buku mbili hiyo? Nipelekeni ujumbe kwa Ezekiel Kamwaga. Mimi nikipewaga kazi huwa sibahatishi, umeelewa? Na nikikupa taarifa ni fact. Yes, kila amekaa na watu pale maskini, sijui nani alikuwa na mkutano wake akamwalika, anawaambia uongo. Mwandishi mwandamizi wa habari hatakiwi kupata taarifa yake Google, tena anatumia akili unde ya Google ambayo bado ipo katika awamu ya kujifunza kuhusu maeneo, kuhusu muktadha. Kwa hiyo inaweza kukudanganya, si kwa makusudi, kwa sababu taarifa hiyo haina. Na Cuba huwezi kupata hizo taarifa unless unapata mpiganaji anayeshuka chini baada ya kuwa amepokelewa na kukubaliwa na wenyeji katika mbinu ambazo siwezi kuzidisclose hapa. Kwa maana hiyo tusibaki hizo ni mbinu zetu huwa tunatuma na kupata taarifa. Sio kama ndio vizuri. Sasa kwa buku mbili mtungi wa kilo 20 nimekuonyesha hapo bei. Na kule wana kitabu fulani hivi, umeelewa? Kadogo hivi. Kiingereza utakaisha ration book. Unajua? Haka ndio ambako kanaeleza mtu shilingi ngapi anatumia. Sio kama ndio vizuri. Haya. Kila mwezi wanapewa, au kila baada ya miezi mitatu wanapewa, au kila baada ya miezi miwili wanapewa hivi. Sasa msingi wa hoja hii ilikuwa nini? Msingi wa hoja hii ilikuwa ni kwamba ni hapa Tanzania mnapigwa. Haiwezekani Cuba hawana gesi, mitungi wanatoa nje. Nyinyi mna gesi, alafu mtungi wa kilo 15 $60,000. Sasa mimi nimepelekwa nje.
nakula kodi yenu, napewa posho, napewa mshahara, napewa nyumba, napewa gari. Inaniuma sana ninapoenda kuona kwenye nchi niliyokwenda mwenyeji, kwa utaratibu ule ule wao bei ya gesi ni chini mara 30 na sisi bei ya gesi ni juu mara 30. Mimi ni mtu na hofu ya Mungu, hili linaniuma. Kwa tunawashauri nyumbani. Hasa hapa mnapigwa, gesi tunayo hapa Tanzania, lakini mtungi 60,000. Siko umeelewa vizuri. Alafu anakuja mtu kama rafiki yangu wa namna Bwana Ezekieli anasema hizi ni siasa. Hapa mimi naongea siasa hapa. Mimi nazungumza fact. Mimi sio mwanasiasa. Mwanasiasa ninagombea kwenye uchaguzi. Kwanza nasema hapa hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi, ni kutindinganya mambo. Ni kwenye CCM wanalazimisha, Mama Samia analazimisha kugombea, lakini hatakiwi kugombea this time around. Angalia hata kwenye kampeni kule ni kama anazungumza peke yake tu. Hata anapokuwa anajenga hoja, nimemsikia leo na jana, unagundua anawasema Chadema. Mama, Chadema hawapo kwenye uchaguzi, umewapiga pini. Na wala CCM hawajamtuma Mama Samia kuwapiga pini Chadema. Kabisa nawaambieni kweli wa roho. Sasa nirudi kwenye hoja, nyinyi mnapigwa kwenye gesi. Ndio anakuja jamaa yetu ambaye kakaa sana kwenye CCM mpaka alipoondolewa kwa nguvu, Rostam Aziz na kampuni yake ya Taifa Gas imesha sambaza zaidi ya mitungi 20,000 kote nchini Tanzania. Kasambazia wabunge, kajiunganisha serikalini, kajiunganisha na mabenki, anawauzia mitungi. Akikuuzia mtungi maana yake yeye ndo anakuwa supplier wako wa gesi. Ile gesi anatengeneza Tanzania? Nope. Inatoka nje. Kwa saa hizi tunalazimishwa kufungamanishwa tuwe wateja wa Rostam. Mimi sikubali. Nimejifunza afu nikubaliana ujinga wa namna hii. Huu ni upumbavu. Bora angetengeneza hiyo gesi hapa. Lakini hawezi kufanya hivyo. Kwa sababu ni rais yeye, ujue ni comprador bourgeoisie. Yaani ni mfanyabiashara wa dilidili. Unajua ana udalali fulani. Unajua anachukua nje na kuja kutupiga huko. Anachukua nje na kuja kutupiga huko. Na mimi nasema kama mnabisha, tuendeni Punta Brava. Nikawaonyesheni mtungi wa kilo 20 kwa shilingi 2,000, au mitungi miwili ya kilo 10 shilingi 2,000 ya Tanzania. Hapa pia Tanzania inawezekana. Tuna viongozi wabaya, hawaelewi maslahi mapana ya nchi yetu ya Tanzania. Haikubaliki. Sasa Rostam ametuzambania mitungi. Mimi nyumbani kwangu mtungi wa Taifa Gas ni marufuku. Nyumbani kwangu marufuku. Mtungi wa mwanamtandao ni mnufaishi tena mwanamtandao, atubagaze kwenye madini, atubagaze everywhere. No, nitanunua mtungi mwingine lakini sio wa Taifa Gas. Hakuna namna. Lazima maisha yaende kwa mtindo huo. Yes. Sasa wametokea watu sasa hivi wamekuwa ni kama wanataka kunitoa kwenye reli kimkakati. Mimi kwenye reli sitoki. CCM mtandao ni lazima ibomolewe, ivunjwe. Na tupate viongozi wapya wa CCM, wagombea wapya wa CCM na viongozi watakao tuongoza wapya kutoka 2025 mpaka 2030. Mama Samia amelazimisha. Ndio naona anaenda mwenyewe kule. Sasa kila akipiga kampeni badala awe anasema hoja zake labda na za kumsema Chauma Salum Mwalimu, ameenda kimsingi anagombea naye. Sasa unagundua sasa Tone mama ni Chadema hawapo kwenye uchaguzi. Watu wameingia umetia mpira kwa pani. Mama hawajatia mpira kwa pani, ni wewe umepiga pini. Afu bwana niwamalizie ifike nusu saa. Kuski Kikwete mzee wangu,
Kikwete juzi ile kodi aliitoa pale, ile kodi kaitoa pale bahati mbaya. Alafu baadaye ya kutambua kwamba pale yuko mwenyekiti wa chama, anamrejea Emmanuel Nchimbi. Sasa nitakwambieni, kwenye CCM watu waliokuja kuvuruga utaratibu wa kulea, kukuza na kuwapatia dhamana za uongozi makada ni kina Kikwete na kundi lake la mtandao. Kwenye CCM uongozi mtu hupewa. Uongozi hautafutwi mlango wazi. Kina Kikwete ndo ameleta hii dhana ya kutafuta uongozi kwa nguvu zako, kama ambavyo anautafuta uongozi kwa nguvu Mama Samia. Akipata urais Mama Samia hata waheshimu, hata wasikiliza, na ndio maana ahadi zingine anazitoa kwenye kampeni sio za kweli. Hayo mambo si tulishakubaliana 2020 2025 hakuyafanya, na amekaa hapa kwa miaka 5. Anawazenga hivi, anawazenga, mseme mchague. Mimi sitapiga kura, lakini nitaendelea kupaza sauti na nitamwomba Mungu wa mbinguni kwamba Tanzania ipate viongozi inaowastahili 2025 mpaka 2030. Nothing more, nothing less. And I mean what I say. Hii mambo tunaruhusu kikundi cha watu CCM mtandao wabagaze CCM, wapange viongozi bungeni, wapange viongozi serikalini, wabagaze mahakama, wabagaze madini yetu. Nimewaambieni pale Mwadui Williamson Diamond pale kifurushi bilioni 66. Unajua bilioni 66 ni barabara ya kiwango kikali. Hiyo kwa ule utaratibu tulikuwa tumeutengeneza kati ya mwaka 2015 mpaka 2020, maana maeneo mengine nilikuwa mkuu wa wilaya. Kiwango cha kueneza barabara tulikuwa tumekishusha kutoka kilomita 1 bilioni 1 mpaka kilomita 1 milioni 800. Kwa nikichukua bilioni 66, sikiliza, bilioni 66 nipatie scientific, bilioni 66 123 hizo ni milioni 66 123, umenielewa? Gawanya kwa milioni 800 pap 123 utapata kilomita 82 kali. Kifuko hiki cha almasi ya Mwadui. Lakini kwa sababu serikali imelala, viongozi wamelala, hizi pesa zinakwenda kwa mtu. Halafu tunakopa tena kwa mitindo ya hovyo kabisa. Kwa mfano, juzi hapa kipindi kile waziri wa ujenzi Makame Mbarawa kabisa kwenye mtindo wa ujenzi nchini. Mimi nikawacheki jamaa hawa. Kama mlisikia mtandaoni kuna kitu kinaitwa EPC plus F, ndio mtindo mpya wa ujenzi wa barabara nchini. Kwenye EPC plus F maana yake hivi, nisema utaratibu wa kawaida wa ujenzi wa barabara hapa. TANROADS, si ndio? TANROADS wao ndio wanajua bwana barabara yetu itapita hapa, na wao ndio wenye fedha, si ndio? Wao wataenda kutafuta mshauri mwelekezi, atasanifu. Mshauri mwelekezi akisanifu, kazi ni ya TANROADS. Kisha TANROADS watatangaza tenda. Tenda zikitoka watapewa kampuni. Kampuni ataambiwa barabara yetu itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, kiwango chetu ni hiki, kwa sababu TANROADS anaelewa vizuri kabisa kuhusu hata kiwango cha changarawe kitawekwa pale. Ndio mtu anakwenda kufanya nini? Anajenga, ana produce certificate, analipwa. Anajenga, ana produce certificate, analipwa. Na tunawasimamia. EPC plus F inafanya niwaambie mambo ya ujenzi kwa sababu ya bilioni 66. Muelewe tungekuwa wapi, ule mgodi ungekuwa tunamiliki sisi wenyewe. EPC plus F maana yake, E maana yake engineering, ile kazi ya usanifu, mpango ya awali na nini, engineering.
P maana yake procurement, kumprocure, kufanya manunuzi ya wakandarasi watakaojenga. C maana yake construction, ujenzi wenyewe. Jumlisha F maana yake financing, fedha. Kwa hii modeli ina vitu vyote. Umeelewa? Kwa serikali inatangazia wajenzi, jamani anataka kuja kujenga, na ndio wanataka wajenge hii barabara, sio wanaita expressway ya kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Nauliza, ujinga gani huu? Hivi wamewahi kujiuliza kwa nini kuna foleni kutoka Dar mpaka Morogoro? Kuna foleni kwa sababu ya malori. Kwa hata hii habari ya Kwala tushachelewa. Kwala was supposed to be 5 years ago. Leo Kwala haipasi kuwa Kwala. Kwala sasa hivi tunataka tuiache kwenye ngazi ya ukarabati wa magari moshi ya treni ya mwendo kasi, ndio tutafanyia Kwala. Ndio design mimi nayokumbuka nilipokuwepo. Lakini bandari kavu inatakiwa iwe either Dodoma au Morogoro kwa gari zinazokwenda Zambia. Kwa tukiweka bandari kavu ya kwanza kwa ruti ya Zambia, Malawi, Zimbabwe, mnielewa, inakuwa Morogoro. Uchumi wa Morogoro utakuwa vibaya mno. Alafu inakuja bandari kavu nyingine Dodoma, kwa sababu tayari tumeshawafikisha reli ya mwendo kasi Dodoma. Ikiwekwa pale, maana yake kuna makontena hayataguswa bandari ya Dar es Salaam, yatachukuliwa straight na train mpaka wapi? Mpaka Dodoma. Dodoma gari za Rwanda, Kongo, Uganda, Burundi zitaishia Dodoma. Uchumi wa Dodoma tena utafanya nini? Utakuwa zaidi. Hizo ndio fikra. Wanatuletea EC+F ambayo yani mtu anakuja na hela zake, anakuja na usanifu mwenyewe, anakuja na ujenzi mwenyewe. Alafu bei ilikuwa kilomita moja bilioni 3 karibia bilioni 4. Wakati sisi tulishashusha kutoka bilioni 1 mpaka bilioni 800, na barabara za halmashauri, mimi nilikuwa mkuu wa wilaya, tuliziteremsha mpaka milioni 360 zile barabara za halmashauri zile. Fikiria tungejenga miundombinu mingi kiasi gani. Tunapigwa ndugu zangu. Hasa nijibu mtu nitakuja na fact hizo. We bwana we, acha. Basi nitaka nifafanue hili kwa kweli, ilikuwa hoja kwa ajili ya yule mwandishi wa habari ameweka watu pale wana akili zao, anawadanganya. Mwandishi wa habari mwandamizi ana Google bila utaratibu. Unajua ukiwa mwandishi, mimi ni mwandishi wa habari kwa mafunzo, sio kwa weledi, yani profession. Sina degree wala diploma ya uandishi wa habari, lakini na cheti. Tumefundishwa mimi na wenzangu wengi walikuwepo. Wengi na wako hata hapa mjini. Waandishi nguli tulikuwa nao, na tukaunda chama chetu kinaitwa Tanzania Health Writers Network. Mimi ni mjumbe na mwanzilishi wa kile chama. Unapokuwa mwandishi wa habari, unapofanya rejea, unakuwa huna tofauti unapokuwa mtaaluma. Huwezi kurejea holela. Unatakiwa urejee katika namna ambayo ni official reference, yani rejea rasmi. Na chuo kikuu tunafundishwa rejea rasmi ni ipi. Sio kama nielewa vizuri, sio Google. Kwa hiyo elimu ingekuwa ya ovyo sana. Basi ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niona leo nikupatieni kidogo mnapokuwa mnapumzika na nini. Halafu Jumatano saa 3 usiku, Jumatano saa 3 usiku mjulishe mwenzako. Jumatano saa 3 usiku mjulishe mwenzako. Tutashuka hapa katika namna ambavyo watu hawajawahi kufikiria. Asanteni. Kabla sijamaliza niseme nimeizungumzia Cuba kwanza. Mimi ni mtu ambaye ninaunga mkono Cuba, ninapinga vikwazo ambavyo Cuba wamewekewa na Marekani. Havina haki, havina sheria yoyote duniani, ni haramu. Si ndio? Ndio. Na waunga mkono na wamenifunza mengi. Asanteni na Mungu wa mbinguni awabariki sana.